hapa sasa tumemalizana. Unidai, sikudai. Goodbye. Unasema nini we boya? Sasa hapo mimi na wewe ndio tushamalizana. Oya, hadi nisikilize mwanangu. Yanifanya juu chini. Pita chocho tu chocho. Boda tu boda. Oya mwanangu, mimi nahitaji begi au namtaka kiduchu? Zonga, mimi nimepita kila chocho. Nimepita kila sehemu ambapo naweza kumpata kiduchu. Lakini sijamuona. Yaani nimehangaika kadri ninavyoweza. Oya wewe. Oya mwanangu, unasebenzea wapi? Oya wewe Chadi, unafili vipi kichau wangu? Oya nisikilize mwanangu. Yaani ifanya juu chini kama nilivyotoa maagizo. Kiduchu inatakiwa patikane. Na nisikilize. Nisikilize Chadi. Nakupa dakika 15. Namhitaji kiduchu ama nahitaji begi? Begi. Oya we. Hivi kiduchu ndio heshima ya wapi? Yaani unaniita bila hata kunisalimia kama vile mtoto mwenzako. Leta huo mkate. Huu mkate ni kwangu, siwezi kukupa. Oya we. Lakini kiduchu, huo mkate ni wa kwangu, mimi sikunywa chai. Kibegi. Alipotea. Huyu anafeli vipi huyu askari wangu? Yaani naomba unisikilize kwa makini Kaziru. Naomba unisikilize kwa makini. Yule ndugu yako uliyemleta humu ndani, simtaki. Yule mwana Yabiru Mshuma, mwana Kabu Mshuma, uliona wapi tunakaa na mwizi humu ndani? Mimi simtaki kwa sababu kesi za kiduchu zimekuwa nyingi. Unapita mtaani kila mtu anakuambia kiduchu. Anakaa wapi? Anakaa kwa kiroba. Sasa mimi ndio naipata kesi. Lakini wewe kama ndugu yake huoni, ufikiri sijui mmetoka kwenye familia aina gani Kaziru? Sikiliza. Mambo yasiwe mengi. Wewe akija hapo mwambie aondoke, mimi simtaki nyumbani kwangu. Mume wangu, mbona hivi ni vitu vidogo sana? Kiduchu yule bado ni mdogo, akikuwa ataacha, na kuomba umsamehe. Sio kwamba yeye anapenda kufanya vile, ni imetokea tu. Alafu unavyosema mimi nimwambie aondoke nyumbani, anaenda kukaa na nani? Aliyakuwa nyumbani kule wamemfukuza. Yaani lile ni zigo la kwangu mimi nimepewa. Kwa hiyo siwezi kumwambia aondoke, ataenda wapi? Nyumbani tu amemshindwa. Msamehe mume wangu. Zumi, hebu nisikilize Kaziru. Unajua yule walikupa wewe kwa sababu walikuwa na wewe na yeye kidogo magezi mnafanana. Ndio maana wakakupa yule umlee. Lakini mimi kwa staili anazoenda nazo hapa nyumbani siwezi kulea mimi Mshuma. Sitaki mwizi kwangu Kaziru. Naomba mwambie kiduchu aondoke nyumbani kwangu. La sivyo nitakufungasha wewe na huyo kiduchu wako furusha kwa mtumba kwenu. Bora ningee peke yangu. Nakaje na watu wa Shuma ndani na kasi na amani. Na rara roho yangu inaning'inia kama nakula tambi. Mwambie kiduchu aondoke. Simtaki.
Wewe kaka, katika harakati za kumtafuta Kiduchu kuna sehemu ambayo waga anakaa sana, nimepita. Nimekuta mtu amenyooka mwana. Unasemaje? Kuna mtu amekufa. Yaani kuna sehemu nimekuta mtu amekufa kabisa, yule kabisa kafa winji. Sasa hii inaweza kwa kesi juu yetu. Bwana tuachane tu na Kiduchu. Yeye mwenyewe apambane mambo yake. Nisikilize kichau wangu. Sio kirahisi kama unavyochukulia mwanangu wewe. Vipi babu? Mimi Kiduchu jua na mali yangu. Sijui unanielewa? Si kama wanajeshi tumekunywa maji ya bendera. Ili swala haliwezi kuisha kirahisi kama hivyo. Kama vipi tuingie mpaka ulipokuta mauzauza. Mwanangu Mungu ni ponzi mwanangu. Mungu ni ponzi hata kidogo. Wewe kama unaenda wewe nenda. Ila mimi siingii. Kwa sababu unaweza pona nafika tu unatetea tu mguu. Alafu wajomba hapa. Unawaambia nini? Unawaeleza nini? Na kata mkuta na tukio. Mimi siendi mwanangu. Unaweza kushangaa polisi wanatokea muda wote pale. Mimi siingii. Mwanangu, mimi si ndo kamanda. Mimi si ndo Dizonga. Mimi si ndo nachoresha michoresho yote. Nisikilize. Ili kama zala la mentali mwanangu, hamna kuandafia, hamna kuogopa chochote. Mimi ndo natoa amri, na wewe unataka uifuate. Tuingie mpaka huko. Twenzetu. Mimi nitajaribu kuongea naye, lakini hilo swala la kusema aondoke basi usiliseme mume wangu, na kuomba yule bado ni mdogo. Akiondoka ataenda kukaa wapi? Na kwa taarifa yako Kaziro, mimi sio kama namuogopa Kiduchu, mimi naanza nikamaliza dakika. Kibegi. Umemwona? Umeona yabere machete, ameshakuwa machete huyu mtoto. Unaona tenda na mapanga. Amekuwa shushaini. Sikiliza. Wewe nenda kamalizane naye, mwambie aondoke. Na mwambie mimi simuogopi. Hey. Wewe Kiduchu, huo ni upumbavu gani unaofanya hapa? Yaani mimi nakuongelesha na nikalia kimya. Alafu angalia mazingira unaoishi. Mazingira umekaa machafu, kitanda hujatandika, ni kama vile mtoto wa kiume. Wewe mbona upo hivyo? Unakuwa hujitambui. Mimi naongea na wewe, bado unaendelea kuvuta misigara yako. Mzima huo msigara kwanza. Sema utajua mwenyewe na maisha yako, hicho sio kilichonileta. Shemeji yako kasema apendezi na tabia zako. Tena amefocus sana. Amesema nije niongee na wewe uondoke kwenye nyumba yake. Hataki hata kukuona. Unapoendelea na hizo tabia zako, mwisho wa siku atakuja kukupiga, afu mimi nitakuwa sina cha kuongea kabisa. Si umenielewa? Kama umeshindwa kubadilika, naomba uondoke kwenye nyumba yangu. Utafute sehemu ya kwenda kuishi. Wewe mtu unakuwa kama vile tomboy, manguo unavaa ya kiume, unashindwa kuvaa sketi wewe, unashindwa kuvaa vijolo, unavaa manguo gani wewe ajabu ajabu? Alafu nilishindwa kukuuliza pale mbele ya shemeji yako. Hiki kisu kwa nini kina damu? Oya sister, potea. Hivi wewe una uwezo kunifukuza mimi kwenye nyumba yangu? Yaani unaniambia eti potea, napoteaje? Humu ndani ni kwako wewe. Nimekuja kukuelekeza maisha ambayo wewe mwenyewe anakuhusu, afu eti potea, napoteaje kwa mfano? Toka! Basi. Ndio mama mimi hapa. Kibegi